Hello dears, habari za wakati huu, na leo tunakutana hapa kwa ajili ya kusanuana baadhi ya mambo. Na leo misanuo yetu itahusiana na ni sababu zipi zinaweza zikakupelekea kukosa visa ya kwenda Marekani. Na katika hili nitakuwa na dadavua aina ya visa na ni sababu gani zinaweza zikakupelekea. Nitaanza na non-immigrant visa. Non-immigrant visa hizi ni zile za B1 and B2. Hizi za kuja kutalii, za kuja kumuona ndugu na jamaa, zile za mialiko. Ni sababu gani zinaweza zikakupelekea kukosa visa? Katika visa hii kumbuka tayari tunacho kikwazo tumewekewa. Bila kuwa na $10,000 hautaweza kutoka ndani ya Tanzania kuja Amerika. Lakini pia tumewekewa kikwazo kingine, hata kama utakuwa umebahatika kuja huku na hiyo visa ya B1 and B2, sasa hivi hatuna tena mwaka mmoja kwenye passport yetu, bali tuna miezi 3 tu. So, ni sababu gani zinaweza zikakupelekea kukosa hii B1 and B2 ambayo mara nyingi huwa ni kama bahati nasibu? Wengi sana huwa wanakosa visa hii. Ni vitu gani huwa vinapelekea kukosa? Kitu cha kwanza, kutokuwa na strong ties. Nikisema strong ties inamaanisha mahusiano yenye nguvu. Mahusiano yenye nguvu, kwanza kabisa uwe umeoa. Yaani hizi ni sababu ambazo zinaonyesha kwamba ukija kuwa umekuja huku Marekani ni dhahiri utarudi Tanzania. Ni vitu gani vitakufanya urudi Tanzania? Umeoa, una mke, una familia, umejenga, una kazi, tena worth job. Yaani una kazi yenye mshahara mzuri, sio kazi ya kubipu. Una mkataba wenye kuonesha kwamba mkataba wako haujaisha. Mara nyingi hapa watu wa serikalini huona wanapata kafeva sana, kwa sababu unajua serikalini ni kama security. Lakini pia kitu kingine, bank statement inakustatea vipi? Na bank statement sio ya mwezi mmoja, mara nyingi wanaangalia miezi 6 nyuma. Umeona? Lakini pia wengi wao wanakosa kwa kufake. Wengi wao wanafake, hususan hizi bank statement. Ogopa kutumia agent ambaye hayuko rigged. Wengi wanatumia agent akienda huko anakorokochoa, mwisho wa siku ukifika embassy, kila unachoongea kinadunda. Mwisho wa siku unakosa visa. Ni moja hiyo. Ni nani immigrant visa nilikuwa naongelea. Sasa tunaongelea immigrant visa, yani unahamia Marekani. Ni vitu gani vinaweza vikakukosesha kuhamia Marekani? Unajua hizi za kuhamia Marekani mara nyingi zinapitiaga USCIS. Hiyo ni migration ya Marekani kwa ajili ya kuprove aliyekufanyia petition. Yaani kama ni mumeo, kama ni mchumba, kama ni mtoto wako. Hizi kwenye visa za IR1, IR5, K1, hizo ambazo unajua unahamia. Ni vitu gani vinaweza vikakukosesha? Kule mwenzako aliyekufanyia petition amekuwa approved. Je, wewe hapa Tanzania kwa nini unakosa? Unakosa kwenye sababu sio nyingi, ni kidogo sana. Sababu ya kwanza ni tatizo la kiafya, health problems. Kama mnakumbuka video yangu ya kwanza nilikuambieni kwamba hizi immigrant visa ni lazima ufanye medical check-up. Sasa ikigundulika katika medical check-up una tatizo, hususan TB kwa upande wa Marekani wanaiogopa kwa sababu sina spread ya haraka. Gundua una TB, unaweza kukosa visa kwa wakati huo. Hapo itakubidi labda usogeze tena muda, uanze kufanya dose ili upone, ndipo uapply tena. Lakini kwa wakati huo ukigundulika una TB, wakati unafanya medical check-up, siku ya kufanya interview, my dear friend, visa yako itakuwa denied. Kitu kingine kinachoweza kupelekea ikawa denied visa yako ni nini? Ni criminal case. Nilikuambieni kabla hujaenda kufanya interview utahitajika kwenda kupata kitu kinaitwa police clearance. Hii inapatikana Wizara ya Mambo ya Ndani, ndipo utaenda kupata hii hati ya tabia nzuri.
utaenda kuweka fingerprints ili wakusome kama una criminal. My dear friend, kama utakuwa na criminal case, hautaweza kutoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo vijana wenzangu ambao bado tuna moyo, bado tuna shauku ya kutafuta nje ya Tanzania, tujitahidi kuepuka na hizi criminal cases, kwa sababu zitakufanya ukose kutoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo utakuwa ni wakubaki Tanzania. Hata ukipata dili nzuri, dili kali la kwenda nje, hautaweza kutoka, this because of criminal case. Kitu chengine cha tatu kinachoweza kukosesha mtu wa immigrant visa kukosa visa ni pamoja na kuwa na lack of documents. Kwa sababu haimaanishi kwa sababu ni immigrant visa kwamba hautakuwa na document. Lazima uwe na documents, udhibitisho wa kuonesha labda kama ni mumeo una vyeti vya ndoa ambavyo tayari vimepita RITA huko, vimehakikiwa, umeona. Lakini pia kuonesha huyu mtu je, ndo mtu sahihi kwako, anakuendo vipi, anakutumia pesa, mna chati, mna video call. Hizo zote ni proof ambavyo unatakiwa kwenda nazo embassy. Siku ukienda hauna visa yako hautapata. Sawa. Sasa tukiongelea mfano hizi visa za watu wanaoenda kufanya kazi Marekani, ni kitu gani kinaweza kukupelekea wewe ukashindwa kwenda kufanya kazi Marekani? Kitu cha kwanza, kuwa na fake contracts. Watu wengi wanapata mikataba fake kupitia hawa madalali. Yaani mtu anakuambia mimi naunganisha watu kufanya kazi nje. Unatoa pesa zako maskini, unaona mkataba, unaona kila kitu, unaenda nao Marekani, unafika kule kumbe hata kampuni haijulikani Marekani. Kumbe na mkataba uliokuwa nao ni fake. Kwa hiyo dears, tujitahidi sana katika upande wa kupambana kwenda nje, tuepuke na watu wanaofanya kwamba ni maagents. Tunatakiwa kuwa nao makini sana. Alafu pia kuna hiki kitu kingine, wanaoenda kusoma, wamepata chuo Marekani. Ni kitu gani kinaweza kukosesha kupata visa ya kwenda kusoma Marekani? Kitu cha kwanza ni fees. Unatakiwa kulipa tuition fees yote umalize. Lakini pia chuo ambacho unaenda kusomea kinatambulika. Unaweza ukajua ni chuo kinatambulika, kumbe umeingia chuo cha kiume au chuo cha kike, wala chuo hakitambuliki. Wewe ukifika kule wakiangalia na uwe na pesa ya kutosha, hivyo vitu vyote ukiwa hauna, visa yako inaweza kuwa denied guys. So hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikakupelekea wewe kukosa visa. Cha msingi na cha sekondari ni kwamba usipange kukosa kuwa ndani ya chaneli yangu. Nitakuwa na kusanua vitu tofauti ambavyo sisi kama vijana, mimi naamini kila mmoja anatamani kutoka nje ya Tanzania kwa ajili ya exposure, lakini pia kwa ajili ya lifestyles, sawa, lakini pia kwa ajili ya kutafuta mkwanja, sawa. Kwa hiyo siku nyingine nikija mahali hapa nitakuelezea in details masuala ya green card, maana yuko karibuni kufunguliwa green card lottery. Hii ni kitu ambacho nimekutana nacho embassy. Wa Tanzania wengi wanakuja Marekani wakiwa na hii green card lottery. Kwa nitakuja kuwaelezea in details namna ya kufanya application, ni vitu gani vinahitajika, ni nini, nitakuja kuwaelezea kwa sababu tayari karibuni dirisha linafunguliwa la 2027. Kwa hiyo inakaribia kufunguliwa. Kwa hiyo na wewe kuwa miongoni mwa watu ambao utaweza kushinda hii green card. Lakini pia nitakuja kuwafahamisha ni website gani unaweza kutembelea ili uweze kupata kazi ambazo ziko legged kutoka Tanzania na zikawa zina sponsorship, zikakusponsor ticket, zikakusponsor visa, zikakusponsor kila kitu. Na pia nitakuja kuwaelezea kitu kinaitwa au pair kwa wadogo zetu ambao bado wako young. Ni unaweza kufanyaje kupata au pair. Lakini pia tutakuja kuangazia ni kwa wadogo zetu ambao bado wanasoma, ni vitu gani wasomee, ukiachilia mbali hizi ambavyo tumezoea. Ni vitu gani wanaweza kusomea ili hata wakija huku hivi vitu vinakuwa tayari vinaweza umesomea kitu Tanzania ukafika huku nje kikaendelea kuwa marketable, kwa sababu sisi tukija huku hata na degree haifanyi kazi. Lakini kuna baadhi ya tehama ukija nayo huku inafanya kazi. So vyote hivi utavipata kupitia chaneli yangu ya Team Wendy. Endelea kusubscribe, endelea kulike video zangu na kushare video. Tutakuwa hapa kwa ajili ya misa.